محمد يعلو على هام الرجال محمد يحيى اسمه في الخالدين. Kwa sababu ya wakati sipendelei sana kusema Kiarabu, na mimi naenda kwa Kiswahili moja kwa moja. Kama ninaongopa mtazungumza nyinyi ambao ndo mnasema ni kwamba Uislamu ndio dini yenu na mnaabudu kwa dini hiyo. Kama kuna sehemu nitaleta Uswahili nitasema hapo. Uzuri mimi waga ni mtu ambaye nimenyoka, naongea vitu kwa elimu. Kikubwa tu ninachowaomba muwe waadilifu, kwa sababu hii ni dini jamani. Upatie uende peponi, ukosee uende motoni. Mimi naongea ukweli wa jinsi mambo jinsi yalivyo. Mtume akasema ni wale ambao watashika kitabu cha Mungu kwa maana ya Qur'an wa sunnati, akikusudia mwenendo wake yeye, yani yale mafundisho ambayo Mtume Muhammad alikuwa akiyafundisha. Na kwa mujibu wa Uislamu inapotajwa sunna, makusudio yani mwenendo wa Mtume, makusudio ni yale aliyoyafanya kwa vitendo, hivyo watu wakaona anafanya katika wale maswahaba zake, kwa kifupi nitumie wanafunzi wake au wafuasi wake, au ni yale ambayo yeye aliyasema. Hayo ndio yanazingatiwa kama ndio sunna. Jambo lolote ambalo Mtume alilifanya la utaratibu wa kwenye dini ya Kiislamu, hilo linahesabika kwamba ni sunna, au alilizungumza linazingatiwa kwamba ni katika dini. Na hii pointi ni muhimu sana katika itikadi ya Waislamu, kwa sababu sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio tafsiri ya Qur'an. Mashehe, kama ninaongopa mnaweza mkachukua hiyo video hapo mkafanya remix mkaendeleza ujinga wenu mnaofanyaga siku zote, lakini nakusisitizeni muogopeni Mungu. Hii ni dini. Upatie uende peponi, ukosee uende motoni. Sasa Mtume salama akasema tuko kwenye sunna, tuko kwenye sunna, kwamba sunna ndio tafsiri ya Qur'an na sunna ndio ambayo imebeba dini ya Uislamu. Sio, unanielewa? Yaani ule mwenendo wa Mtume, yale ambayo alikuwa akiyafanya na akiyasema ndio dini sasa hiyo. Ushanielewa? Kwa hiyo ni misingi mikuu miwili ambayo Mtume anaibainisha hapa, kwamba watakaofuata kitabu cha Mungu kwa maana ya Qur'ani na mwenendo wake yeye kwa maana ya yale aliyozungumza na kuyafanya ambayo akiwekea sheria katika dini. Lakini pia Mtume akasema, akaongeza jambo la wasunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyun au al-mahdiyin, na mwenendo wa viongozi wanne wenye kuongozwa katika uongofu. Waislamu nikisema hivyo wanaelewa, na mkusudia hapo wale wanafunzi wa Mtume kwa maana, au wafuasi wa Mtume kwa maana Abubakar, Umar, Uthman na Ali. Nadhani kwa Waislamu mnanielewa hapo. Sasa hao ndio watakaonusurika na moto wa Mungu. Kwa hiyo makundi yo, ujue kabisa wewe Muislamu kwamba Mtume alishatabiri hili, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba huu umma utakuja kukatika katika makundi 73. Makundi yote siku ya Kiyama Mungu atayaweka motoni, isipokuwa kundi moja tu. Wote madai ni Waislamu, wote mnaswali pengine kwa namna inayofanana, japokuwa kuna wengine wanatofautiana pia katika uswaliji, lakini ujue kabisa kwamba Mtume kashalizungumza hili, na kwa Muislamu yote anaelewa kwamba Mtume haongopi. Kwa sababu gani? Kuna aya moja kwenye Qur'ani inasema, wama yantiqu anil hawa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kama walivyokuwa mitume wengine, walipokuwa wanapozungumzia kuhusu sheria za Mungu na utabiri na kila kitu yale ambayo yanahusishwa ni katika dini, walikuwa wazungumzi kwa matamani, yani kwa matakwa yao binafsi, kwamba wanaongea tu kama sisi tunapokuwa kwenye vio vya kahawa na kwenye mabanda ya mpira tunabwabwaja tu tunazungumza. Hapana, Mtume aongei kwa anavyojisikia yeye, bali in huwa illa wahayun yuha, yani hazungumzi isipokuwa ni ufunuo
malaika mjumbe wa Mungu Jibril kachana mbingu, kamletea ujumbe, anazungumza. Kwa hiyo kwa Waislamu wanaelewa kwamba mtume hawezi kuongea kitu akifurahisha genge, akiongea tu maneno matupu, hapana. Na ndio maana maneno yake na vitendo vyake vinazingatiwa sana kwenye dini, kwa sababu ndio Uislamu. Yeye ndio alikuwa ni kama mtu ambaye sasa anaitafsiri, anawaelewesha watu kuhusu Qur'an. Kwa mfano, mtafute Muislamu yoyote akuoneshe wapi ambapo Allah amesema swala ya asubuhi, ile swalatul fajiri inaswaliwa rakaa 2. Mimi leo niko na Waislamu jamani, kwa hiyo jitahidini kwenda na mimi mtaratibu hivyo hivyo. Niko na huyu mtu anaitwa Haji Upepo hakuna. Lakini Waislamu mpaka leo wanaswali swala ya asubuhi rakaa 2. Ni kwa sababu yeye ndio aliswalisha rakaa hizo 2 kwenye swala ya asubuhi, na swala ya saa 7 mchana adhuhuri rakaa 4. Sina muda wa kuelezea kuhusu rakaa na sujudu na kila kitu, lakini mimi hapa niko na Waislamu na ninaenda haraka haraka ili nimwongelee huyu mtu. Sasa kiufupi kabisa, huo ndo msingi wa Waislamu. Kwa maana hiyo, kwa maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale ambao watafuata Qur'ani na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale ambayo yalifanywa katika wale viongozi wanne walioyafanya, miongoni mwa mambo ambayo viongozi wanne waliyafanya na mpaka leo yanazingatiwa ni katika dini, ni tarawehi kuswaliwa msikitini. Hii kitu alirudisha mmoja katika viongozi, alikuwa ni wa pili, khalifa wa pili wa Kiislamu. Huyu alikuwa anaitwa Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Ndiye ambaye, yani kwa Waislamu ukitaja mtu yeyote ambaye alimdiriki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa naye na akamwamini, akawa katika wafuasi wake, yani akawa yule swahaba, ukimtaja lazima useme radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu maana yake ni kwamba Mungu radhi zake ziwe juu yake, kwa Kiswahili, yani radhi za Mungu ziwe juu ya huyo mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu mfuasi, huyu swahaba, huyu Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu, ndio alikuja kurudisha tarawehi kuswaliwa msikitini. Tarawehi ni ile swala ambayo inaswaliwa na Waislamu kwenye kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakifunga zile siku 30 au 29. Huwa kuna ile swala inaswaliwa baada ya swala la Ishai. Swala ya Ishai ni rakaa 4. Ikishaisha ile inafuatia swala ya tarawehi ambayo inazingatiwa kama kisimamo cha usiku. Waislamu wanaelewa. Sasa huyu swahaba alikuja, Mtume aliswali tu takriban siku 3 msikitini kipindi cha uhai wake, akahofia Waislamu asije ikalazimishwa iswaliwe alafu ikawashinda, akabaki wakawa wanaswalia majumbani kwao, kila mtu kwa muda wake na nafasi yake akawa anaswalia nyumbani. Na nadhani bila shaka ingekuwa ni balaa, kwa sababu kama tu Waislamu tunaokuwa nao mtaani, hizi swala 5 tu zenyewe zinawashinda, asubuhi, adhuhuri, alasiri, maghrib na isha zinawashinda. Vipi wangepewa hiyo, wangelazimishwa, wangefaradhishiwa hiyo tarawehi, ingekuwa ni balaa zaidi kwao.